Utanielewa tu. Read with me from verse 45. What does the Bible says? For even the Son of God, or the Son of Man, came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Kiswahili maandiko yanasema, kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake kwa fidia ya wingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa Yesu Kristo mwenyewe, na vile tunavyojua Kristo ni mwana wa Mungu, na kando kuwa mwana wa Mungu, yeye ni Mungu katika utatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajirudisha katika kile kiwango cha chini. Anasema kwamba hata mwana wa Adamu naye mwenyewe amekuja kutumika, sio, Bwana Yesu asifiwe, kutumikiwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna wengine wetu, you have prioritized your life more than God. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata saa hii najua hii mkutano ingekuwa imejaa full, lakini ni kwa sababu watu wengine wanataka watumikiwe, ndio maana wapo mahali hapo. Sema amina tu. Sema tu amina, mimi niendelee. Yesu mwenyewe akatoa kile kitambaa, akakifunga kiunoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaketi chini na bakuli, akalitia maji. Yesu mwenyewe akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa, sit here. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wanafunzi wote wakaketi. Hata kuwepo yule Yuda msaliti, alikuwemo, si alikuwa? Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakumchagua wala akambagua. Wengi tunakosa kuelewa maandiko ni kwa nini. Unasomewa tu maandiko vile na kusomea saa hii na kufunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unasema fulani naye au hapana. Yaani wewe unachagua watu. Bwana Yesu asifiwe sana. If you are a servant, learn to socialize with everyone. Hata adui yako, your enemy is an opportunity to open a gate. Bwana Yesu asifiwe sana. Your enemy is an opportunity to incline you to another level. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Adui yako huyo anaweza kukuweka katika kiwango cha juu. Kwa nini niseme hivyo? Kuna huyu mtu ambaye anaitwa Yusufu katika maandiko. Ndugu zake walikusudia mabaya juu yake. Unaposoma katika Mwanzo 50:30, ndugu zake walikusudia mabaya juu yake, wakampeleka wakamuuza Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Licha kando ya kumpeleka Misri, walijaribu kumtupa kwenye kisima. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipotazama katika kile kisima waliona kuna maji, lakini the moment walimteremsha ndani, maji haikumumeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe waacha kukinzana na maadui zako, tumikia Mungu. Hao watu wamewekwa pale wakusongeze katika kiwango. Siku moja mtu akaniuliza, iwaje Mungu ni msamaha, mbona angesamea tu shetani na life iendelee? Bwana Yesu asifiwe sana. So hapo ndo unajiona kama una kibali utajibu vile unafikiria. Kuna vitu vingine vinafanyika kwa maisha iwe kama funzo. Shetani angekuwa amesamehewa, wewe ungecheza na Mungu na ungejiona kama Mungu pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna changamoto zingine tunapitia kwa maisha ni kwa sababu ya kile kizuri ambacho Mungu anataka kuweka ndani yako. Na ile wakati unamgeukia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna mapepo zingine sio tu mapepo hati za shetani. Kuna zingine Mungu ndiye anaachilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini niseme hivyo? Si tunasoma Yoeli 2:25. Si tunasemanga kila siku, and the Lord will restore the years ambazo zimekulwa na nzige. Bwana Yesu asifiwe sana. Usaikaa chini ukajiuliza, hii nzige zilitoka wapi? Nini ilisababisha hii miaka ikapotea? Mchungaji unapanda tu kwa madhabahu unasema, haya, leo hii Mungu anarejesha miaka. Ambia watu msingi wa hiyo miaka kupotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa najua amen imepungua. Kwa sababu mmezoea mnaambiwa, yes, this years Mungu anaachilia baraka. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. You are going to another level. Amen. Receive houses. I receive. But ukiambiwa msingi ya neno kinaumana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Si nimekuambia tu bado wewe ni yule yule. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaposoma maandiko katika Yoeli pale nyuma, utapata kwamba wanadamu ama wale wana Israeli walikuja wakaanza kukataa kutoa dhabihu kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasikia kwamba kuhani walikuwa wanalia mbele za Mungu. Siku hizi hakuna sadaka. Siku hizi hakuna fungu. Siku hizi watu waleti viti kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alipogundua hiyo na kwamba watu wamejiinulia madhabahu yao tofauti, wameanza kuabudu miungu yao, akakasirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mtumishi, usiairuhusu Mungu akasirike na wewe. Mungu akikasirika na wewe ni mbaya. Nasikia hizi madumadu, hizi nzige, hii kukosa vyakula, haikuwa kwamba Mungu alitaka kuwapanish. Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa anajaribu kurestore the relationship. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu watu walikuwa wamemgeukia. They are just doing what they know. Lakini yeye pia akataka kuonesha yeye tu ndio Mungu, hakuna mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. So ikiwa kama wewe mchungaji utakuja kuhubiri hii injili ukisema Yoeli tunarejesha miaka, ambia watu ukweli. Kwa sababu hakuna haja nikupake mafuta nikwambie miaka inarejeshwa, haujui msingi wa tatizo lako. Kuna ingine sio mapepo sijui ya uchawi, kuna ingine ni wewe mwenyewe ulijiassociate. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua hapo utasema amina. Na hesabu tu wale wanasema amina, baraka zao zinasonga juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kama unanipenda tu sema amina. Culture chases titles. Jesus models towels. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wewe kama mtumishi, wewe kama mwimbaji, hebu jiulize swali. Unakujanga hapa mbele kujulikana ama unakuja hapa kutumikia Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nikiendanga kwa mkutano, napendanga nikae huko nyuma, nitumike nikiwa huko nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. It is not about you being known. Bwana Yesu asifiwe sana. The question is, does even God know you? You can be serving God, lakini njia zako na Mungu haziendani. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza tumika kuimba lakini haubarikiwi, uko tu pale 24/7. Wakikuangalia tu wewe ni ule tu wa kila siku. Hallelujah. Sometimes it needs intimacy with God. Praise God. Sometimes unahitajika kuwa karibu na Mungu. Intimacy is not about being knowing. It is someone you back. Bwana Yesu sana. Si kwa yes, nani ajui Mungu, nani ajui kuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini swali ni je, Mungu anakujua wewe? Hallelujah. Mungu anakujua wewe kama praise and worship. Mungu anakujua wewe kama mchungaji. Ai. Bwana Yesu asifiwe sana. And one way of seeking intimacy with God is prioritizing God first. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu wekako Mungu kipaumbele. Wacha ile vitu yako. Yani ati kuna tu ile wakati ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani kuna tu ile wakati ya kufunga. Yani Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui mtu anapata kile ambacho nasema. Yani kwa sababu wamesema watu wanafanya, ndio tunafaa. Wacha hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata utapata wachungaji wengi, mtu anashinda kuanzia Monday to Saturday jioni, ako shughuli tu zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ametembelea wakina dada, na unajua wakina dada wanajua kusemanga. Na siku hizi nimesikia ni wanaume wako na udaku kuliko wakina mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamekutia moto mchungaji, unaona ndugu fulani, huyo naye, unajua dada fulani, huyo naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hauko karibu na Mungu. Mungu hakujui wewe. Unaamka tu hiyo Sunday asubuhi, unaweka Biblia hivi juu, Mungu uliniita. Unafungua kitabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakutana na andiko Yohana wa kwanza 4:4. Greater is the one that is in me than the one in the world. Na unakuja hapa mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni kwa sababu hujakaa karibu na Mungu sana, unafikanga na unaanza. Aliye ndani yangu ni mkuu zaidi kuliko aliye duniani. Unapata tu kijana mzuri, anaacha nyumba yake, anaenda kwa huyo mtu ahubiri neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Anahubiri watu.
Sasa unaniangalia na huruma, nimeua mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua mimi niko naongelea watumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko naongelea utumishi. Amina. Wakati unakuja hapa kuabudu Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana, omba sana Mungu akupe utumishi kuliko performance. Hallelujah. Let you minister pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sio kuenenda mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Servanthood haihitaji pride. Amina. Inataka unajiloa kwa zero level. Amina. Sasa unajua kuna ile kiwango ikifikanga unakuwa sasa umejulikana, unaanza sasa mimi hapo nikienda, yani you have arguments. Bwana Yesu asifiwe sana. Unataka uonekane mbele ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku moja nikaambia mtumishi fulani, what I know, if the Bible says so, that the one I'm carrying is greater, wherever place I will be, Mungu anajulikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Atajulikana. Hata nikiketi kule nyuma, adui ataona tu ule. Sio lazima nikuja hapa mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. You can affect the kingdom of the devil even without other people knowing. Bwana Yesu asifiwe sana. Usionekana sasa wewe ndio unaweza kemea mapepo. Yaani siku moja tu umeenda hako umeombea kapepo kanasema, tuache kesho kikuja sasa. Hii kapepo kadogo mniachie. Bwana Yesu asifiwe sana. Spirit zitakuaibisha ushangae. Unajua hata ukiwa mtumishi ukienda sasa wewe ukibadilisha katiba sasa sio Mungu ni wewe. Kuna siku Mungu atakuacha utaibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua watu wanafikirianga mchungaji peke yake ndio mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wa makola wale wa kitambi, lakini sisi tu hao wa NGB tuko na moto ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tu wadogo hawa tuko na moto. God is raising a generation. Mungu anainua kizazi cha Yoshua kingine ambacho kitanyamazishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kijana tu mdogo utamwona anapita hivi kwa sababu umetumwa na madhabahu yako unaenda kumchezea, wanakustrike chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hata ukisoma maandiko Mungu alikuwa anaita sana vijana tu. Mungu anakuita ukiwa na miaka 12, 18 na unaenda unatumika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Ukiwa hapo unasema mimi bado unangoja kutumika lini? Amina. When you serve, your question changes from what's my purpose to who do I belong to. Praise God. When you serve, your question changes from what's my purpose to who do I belong to. Hallelujah. Ati wewe unangoja hapa kazi yangu ni gani sasa? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni manake nimekuambia hata mimi nikija hapa madhabahuni kuhubiri, siji nakuja hapa kwa my purpose. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm coming here for the one whom I belong to. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu whatever I'm going to speak here, it is coming direct from him, not from me. Lakini ikiingia na kichwa changu mimi ndio nahubiri, kitaniramba. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua wakati ambapo Musa aliuliza Mungu, na watu wakiniuliza niseme wewe ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alimjibu nini? Wale watu ambao wanasoma Biblia. Mungu alijibu Musa ni I am whom I am. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua hiyo jina I am whom I am, kwa sisi hao wengine tunaona tu ni kama si kitu cha kawaida, mimi tu ni mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. But it is carrying the power. Wakati unaingia kuabudu Mungu unasema ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Na yeye anasema yes I am. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye kazi yake inakuwa kuitikia tu yes I am. Ndio maana maandiko yanasema I am whom I am. You are my healer. Yes I am. You are my provider. Yes I am. In season and out of season, yes I am. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anafuatilia vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ego dies, sonship appears. You stop performing and start belonging.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ego dies, sonship appears. You stop performing and start belonging. Bwana Yesu asifiwe sana. Vile tu nimekuambia, uache ile performance mingi. Haleluya. Na unajua performance mingi inaletanga shida kama hii. Wanakuambia aya, my brother Eli, you are the one who will minister. Wewe ndio utatupea nyimbo za sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you are going to perform there, inataka kukupea stress. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaenda unajaribu hii wimbo, unasumbua kama ni fulani anasumbua kwanza Eli, utanishikia hiyo key. Eli unaweza nichezea hiyo key. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hii wimbo inaweza imbwa kwa key gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ikiwa wewe ni mchungaji unauliza, na watu watakuwa wengi kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii kanisa nitaweza kweli? Amina. It is because in your mind you are going to perform. Hallelujah. But when you belong to God, hata ukuangi na wasiwasi, na hata ukiamshwa tu saa hii unaambiwa hebu tupatie neno kwa ufupi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haufikiri. The problem is that vile nimewafundisha hili neno leo hapa saa imeisha hivyo. Hata hiyo nyuma andika najua hata kuireview itakuwa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaandika hiyo kitabu inajaa unaweka huko. Unaandika hiyo kitabu inajaa unaweka huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. But the moment you start belonging, the moment you start asking yourself, who am I belonging to? This is where now ministration is activated in you. Praise God. Bwana Yesu asifiwe sana. There is some depth in the realm that you cannot enter if you are not a servant. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. You will find someone can just come here and sing a simple song. Simple. And people are being delivered. Because that person knows to him he belongs. And he knows why he is standing there. Praise God. Hallelujah. He is serving in the spirit. Sikia Biblia inasema. Amina. Katika Yohana 4:23-24. The time is coming and the hour is now when the true believers Bwana Yesu asifiwe sana, will worship God in spirit and in truth. Servantship begins with truth. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa tu wewe ni mtumishi na wewe ni mwongo, hautastahimili. Kwani nadanganya? Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa wewe ni mtumishi, ikiwa wewe ni mtumishi na wewe ni mwongo, utakuwa unapiga simu mikutano zimekupata kama tatu na zote unafaa utumike. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia tu huyu, leo sitaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Wacha kudanganya, niko tu hapa mbele. Niko tu hapa. Ndio hii nimetoka. Niko karibia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amina. Utafika huko kama uliisha lada. Unanielewa kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. You keep people waiting until they are being tired because of your lies. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ikiwa wewe ni mtumishi, fahamu kitu kimoja, Mungu ni roho. Lazima uachane na ya mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 24 inasema kwamba the Lord is spirit. Therefore, for those who seek thee must worship him in truth and in spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. So unakuja kanisani umekuja kumtafuta Mungu, umekuja kukutana na uso wake, lakini kuna zile vitu umeficha huku nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaamka asubuhi wewe tunakujua vizuri umeokoka, unaimbanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa plot wanakujua kama mama assembly wa udaku. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama assembly wa kugonganisha watu wanakujua. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Unanipata kweli mtu wa Mungu? Number 2, servanthood heals what is hidden. Servanthood heals what's hidden. John 13:4-5.
John 13:4-5. If you're there, say amen. If you're not there also, usiseme amina. Nimesema John 13:4-5. Are you there? Hamna Biblia? Ama mnaandika mtasoma kwa roho? You will open the scriptures in the spirit and you read. Najua kuna watu wako sawa kwa roho kushinda hii mwili, wako sawa. Unasema hivi amelokwa hapa. Hata ukimstua saa hii, mchungaji amekuwa anahubiri nini? Amesema Yohana 13:4-5. Bwana Yesu asifiwe sana. Au sina nao shida. Mungu atunze hiyo ndani yako. Amina. The Bible says, he risen from supper and laid aside his garments and took a towel and girded himself. After that, he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Praise God. Bwana Yesu asifiwe sana. Servanthood heals what's hidden. You can't serve in the full armor. Praise God. Kuna vitu lazima uache. Lazima uache kiburi. Lazima uache pride. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. You can imagine the level that Jesus was. He removed his garments. Bwana Yesu asifiwe sana. Just to serve a human being. God serving a human being. But kuna wengine hapa hata ukikuambia saa hii ufanyie mtu kitu fulani, unaanza kusema no. Kwani huyu jamaa ananionaje? Kwani huyu jamaa ananionaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. But Jesus himself, he reduced himself. Akatumikia wanafunzi wake. Instead wanafunzi wake wamtumikie. Bwana Yesu asifiwe sana. Servanthood means laying down pride, comparison, offense and entitlement. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo vitu zote, sifa, majina, mimi ninakwambia kwamba jina mchungaji ni ofisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi naye ni mhubiri, mimi si mchungaji. Mchungaji ni ofisi, naitwanga kwa ofisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo nataka kuniuliza mchungaji, ushaisikia kwa gift of the Holy Spirit pastoring? Ushaisikia? But evangelist siko. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kabla ukue mchungaji lazima tu ukue mhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile tu sasa unajua watu wakifika kwa hizi ofisi hizi matitle, unapewa jina bishop, unachoka kutumikia Mungu, unataka utumikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuwa lazy. Kuna tu bishop mmoja mimi nampenda na siwezi mtaja. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye hata paka saa hii ako 90 years lakini anaendanga hapo kwa madhabahu, anapiga magoti, anahubiri. Na huwezi jua, na ako very healthy. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sisi wengine ukishapandishwa tu level uitwe pastor, yani unakuja polepole, mchungaji, unataka wakuabudu, are you God? Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mtumishi, praise and worship. Wakisema tu praise and worship, kimbia huko mbele. Wacha sasa, kanisa tu na haja ya attraction yako. Kama ni mrembo, Mungu ni mrembo kukuliko. Bwana Yesu asifiwe sana. You want to attract us, you wameita waimbaji, ujivute kwanza wewe. Kuna wale wanataka wakuje mwisho kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kuvutia concentration ya waimbaji wakuje mbele, wengine wanakuja haraka, alafu yeye ndiye anaamuka kwanza, apange nguo. Bwana Yesu asifiwe. Hizo nguo si ungepangia kule nyumbani? Na kwa nini ulivaa nguo ambayo itakusumbua? Si uvae tu nguo ambayo inakupa comfortness. Wakiita waimbaji, enda huko mbele, hata waseme wewe ni wa Kierere, unakimbianga uko na Kierere. Lakini wewe unajua kile ambacho kinachoma ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio wanaita waimbaji ndio unataka ujivute, paka keyboardist anachoka kwanza anaangalia. Na hawa pia wanakuwa waimbaji wangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena unafika pale mbele unaanza argument. Utaanza. Basi mnipatie basi. Kwa nadanganya hivi vitu. Si ni ukweli inafanyika? Ama unafika pale mbele, nani next, mnaangaliana wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ushushe kiburi. Heri hata ukuwe na kierere ya kutumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Waseme tu huyu naye anajifanyanga anaimba sana, lakini wewe kwa moyo unajua namtumikia Mungu.
there is my reward. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuliko waseme uko na kiburi ya majivuno. Unajua kuna majivuno mengine, yani kwa sababu wanajua wewe ni mwimbaji, unaimbanga vizuri huko mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Sunday hii unaamua tu unalenga, alafu unakuja kwa kijiji unauliza wenzako wakitoka church, sasa hiyo service ilikuwa aje? Bwana Yesu asifiwe sana. Na waimbaji waliimba kweli vizuri. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Is it because you are seeing yourself as a final? Amina. Lazima uache hiyo kiburi ndugu yangu. Lazima uachane naye. Jesus washed the feet of the man who would betray him. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wewe umeweka maadui wengi kwa roho. Amina. Wacha nikupatie mtihani. Hebu tafakari. Wamekupea 20 lita imejaa maji na 20 lita ingine iko empty. Wanakuambia saa hii ndugu, nataka ubebe hii jerrycan, usipande bodaboda tafadhali. Bwana Yesu asifiwe sana. Usipande bodaboda tafadhali. Ondoka hapa uende kule Shivling na hiyo jerrycan. Bwana Yesu asifiwe sana. Kati ya ile jerrycan iliyo bure na ile iliyo na maji, gani mzito? Bwana Yesu asifiwe sana. Gani itasumbua? Sasa muongei. Amuongei, si ndio? Ni sawia wewe ambaye umewabeba watu ndani ya moyo wako. Ule mtu ambaye ana watu, hata akija kuhubiri huku mbele, akija kutumikia Mungu, ako free and comfortable. Lakini wewe uko na mijimia neno kwa mdomo, ukija hapa mbele unaanza kuimba kidogo, ndugu ambaye anakukwasanga anaingia. Roho anapotea. Unapata tu ulikuwa unaimba wewe, unasikia umepotea kwa tini wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni kwa sababu umebeba watu kwa moyo. Ulikuwa tu unaimba praise vizuri kidogo, watu wanashangaa na huyu roho ameshika. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda kwa maombi, tunaona mtu amezama, kumbe anakemea mwingine. Watu wanalia shida zao, wewe uko tu kwa magoti unalia huyu fulani huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Be a servant. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi vitu ni vingi sana na najua muda umeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi unajua nakonga kiroho hata nikisavu. Najua nataka kuleta karatasi hiyo, nimeipokea katika roho. Sema amina. Mimi ni mtumishi, hata naweza hubiri na dakika 20, lakini nikuachie kitu kwa moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo karatasi katu nayo nimeshaipokea katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu nipigie makofi nikimalizia. Hata kama utaki. As you serve the ungrateful, God cleans the unforgiven parts of your own heart. You get healed while they get helped. Hiyo ya mwisho nairudia tena na uisikie vizuri. As you serve the ungrateful, God cleans the unforgiven parts of you own. You get healed while they get helped. Unaelewa kweli? Kama kizungu ni mingi. Unapomtumikia asiyekuwa na shukurani, Mungu anakuponya na kusamehea ile sehemu ambayo haijawahi samehewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua hata tukiwa wokovu, kuna ile sehemu ambayo haijakuwa delivered. Amina. Kuna zile vitu tunafanyanga chini ya maji. Amina. Na vile tumezoeana na Mungu, unakuja hapo unaguzia Mungu maombi ya forgiveness. Mungu nisamee, nimekutukana. Sema ukweli. Ulilala kwa baa, ambia Mungu, najua nililala kwa baa, leo nimekuja kwa madhabahu, nisamee. Sio unakuja unaambia Mungu, najua tu nilala nje. Kwani umbu halali nje? Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia tu Mungu ukweli, kwa sababu yeye alikujua mwanzo tangia tumboni. Amina. Wataka kukuja kupetisha Mungu kama ndugu yangu. Hata Mungu, hata unaona nilimtukanako tu kidogo. Wewe sema ukweli, nilimtusi, nilimkejeli. Hata kama unataka kusema amina, shauri yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapotumikia wale watu ambao wanaonekana kikwazo ndani yako, wewe Mungu anakuponya. Amina. Na anakusamehe zile ambazo, kuna zile vitu zingine, ndio maana nimekuambia unaendanga na shortcut mbele ya Mungu, akusamehangi kila kitu. Na wakati unatumika hivi,
ndio kuna zile zingine zinajichonga. Unajua shetani hapendangi penye kuna moto. Wakati shetani anaona huyu sasa ni wa Mungu, anaanza kusonga kando. The moment unatumikia watu na roho wa Mungu ndani yako, shetani anasonga kando. Kuna vitu vinatoweka, kuna vitu vinatolewa, unaanza kufanyishwa upya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ningekuwa wa crusade watu wangekuwa napiga vigelegele, lakini kwa sababu niko na hapa watu wenye wameanza kunichukia tayari, poleni na ubiringi tulivyosema amina. Bora imesink. Amina. Si unaona umeniona tu hapa mara moja, tena pengine utaniona mara moja nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jifunze kuwa mtumishi. Mtumishi ambiwi cha kufanya, anatumia roho kufanya yanayopaswa. Unakuja vicha pangwa, uambia Mungu, wacha hiyo roho uliyoweka ndani yangu inipe hekima ya kupanga viti, sio kungoja fulani akuja apange ili wewe ukalie. Umekuja huko na neema ya kucheza keyboard, sio kwamba Eli akuwe kwanza ndio service ifanyike. Shika keyboard, ambia Mungu, nipe hiyo roho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jifunze kutumika zaidi kuliko kutumikiwa. Na Mungu awabariki sana.